tulikuwa tumepiga 1.2 I think 1.2 pale South B kutoka hiyo njia venye inajikunja hivi. Bana tukakuwa tumekimbizwa deadly sana. Usikia ama karawa upiga risasi bana wakiwa huko kwa hiyo line nyingine. Inakuja inanichimbua hapa hii ngozi sasa hiyo achana hii unaona inamwagika huku. Ngozi inaanguka hapa. Sasa unaona venye hiyo uzi imepita. Hii yote ilikuwa imebomoka hii unaona. Ikafunika jicho. Ikafunika jicho sasa hii jicho moja ioni. Na ni ngozi imefunika. Hadi mfupa iko na alama hii unaona. Iko na reli ndani. Sasa mimi nikajua pengine nimekufa ni ile naenda kizombi. Naambia mama amekaa hapo nyuma, "Oi, muko?" Naambia twende naambia man, ukiona nimedunda mshike steering. Mimi naona tu nimepata. Ulikuwa na spin? Nilikuwa na spin, mimi nilikuwa kadere. Na hukuachilia? Sikuachilia bana. Nilikuwa ngana kaza mse, mimi nilikuwa ngani wale watu tukufe tukingangana. Sikukubali kifo. Acha inipate nikinganga. Umepigwa rive, nyama imeanguka hapo. Kwa senke na uachili. Ni uachili na kitu imepigwa imepasua su. Jamaa akajaribu kushambulia ni Mungu bana. Jua alijaribu kupiga mavitu, alipiga vitu kaa 6 lakini hii moja ndio ilinipata. Lakini hizo zingine zilikuwa zina miss. Unajua suti saa nyingine acha kuvaa suti naona ka kitu itakuwa bure bana. Suti si kitu poa. Jamaa piga suti yake nyeusi hapo ile asiliti 2 hapo Sasa jamaa venye amepigiwa order amesema wewe toa kila kitu. Jamaa amesema ameanza riswa shindwe pepo toka shetani. Kwambia jamaa aje riswa nini? Riswa nini? Jamaa kaona hawa ni kama ni wale tu kina shetani wenyewe sawa hawezi kusikia. Jamaa si amelalia kona ya kutoka hapo stage mpya. Koti. Riswa nini? Koti inakata upepo. Nikashindwa kwani amekalia nduthi. Najara mimi nikamwangalia. Nikaangalia speed yenye jamaa alienda nayo. Ilibidi asifuatwe. Mapasta big up Joe bana. Mko na mbio. Vipi jamaa, karibu sana ndani ya Mshefa TV ambapo wanakuletea burudani na matukio kadri tu yanapotokea. Leo kama leo niko upande wa Nairobi Mkuru kwa Jenga ambapo nimekuja kumtembelea huyu Bazua hapa. Nasikia anajulikana kama pasta wa mavijana. Tutaweza kusemezana naye tuweze kumtambua kiundani kabisa. Au sio? Ni aje bro? Poa sana. Kufiti? Kabisa jo. Yes. Bana. Chapie unaitwa nani? Unafanyaga nini? Na hii ni mtaa gani? Mimi naitwa pasta wa vijana ama Steven Nyongesa. Na niko hapa Mkuru kwa Njenga. Na mimi hubiria makajana. Kweli? Hiyo jina pasta wa vijana ilitoka wapi? Hiyo jina pasta wa vijana imekuja after me sana nimereform bana. Wewe ni reformist? Mimi ni reformist sasa. Sasa tutapie story yako before reform ilikuwaje na ulianza vipi? Sasa mimi before ni reform, mimi nilikuwa mtu mbada. Nilikuwa gangster, nilikuwa gwangi mdeadly sana unacheki. Na ndio maana nikakuwa pastor wa vijana. Kweli. Juu kuna pale unapata mapasta waezi wakaingia. Ama pasta wa kawaida. Wanaweza enda pengine warudi bila simu. But wewe hakuna kona uwezi ingia. Mimi hakuna chochote siwezi ingia. Maji yote mnajuana. Yote, shimo zote ndaingia. Juu unapata mimi nilikuanga mtu mbad. Na God akaniokoa. Although mabeshte zangu wengi wamededi wako kwa mchanga. Mimi ndo nilisurvive. Wengi mliona pale Citizen TV kina Mutuko, kina Nyamche. Hata wakati tulikuwa tukisumbua, Mike Songa alikuwa anatoa hadi ganji. Bana tumadwe. Mike Songa alikuwa governor anapenda area zake bana. Sasa ikakuwa ni hivyo. Kuna time nilicheki Mike Songo pia alikuwa anapeana do kama uko na bunduki rudisha nikupatie do kanze biz. Ni wakati. Sasa sio wakati. So unapata timu yetu ilikuwa Genje. Design Mike Songo alikuwa amesema hao vijana Karawati atawamada, yeye atamlipa, atamjenga, atamtolea ura. Juu unapata hiyo kikosi ilikuwa inachafua kila mtaa, M-Pesa, petrol stations. Yani kuona rangi ya green ni noma. Masupa. History tuanze pole pole. Hebu tuambie wewe umezaliwa mtaa gani, umegrowia wapi na ulikuja kuingiaje kwa crime?
Bana mimi nimegrow tu hapo Obama. Hapo Obama Esther Kayole. Na nimejoin tu crime bado nikiwa hapo Obama Esther Kayole. Na kitu inaweza fanya unapata mavijana pengine huenda wanaji-involve kwa crime. Unapata sasa venye umepiga luku hivyo. So unaona umepiga luku umeweza. Sasa mimi napataje? Mimi sina hiyo uwezo, sina hiyo ganji sawa. Naona wewe ni kijana kama mimi, inakuaje bana uko na do, umetokelezeana mimi sina. Sasa ile kitu inanivuta, inabaki nipigie shughuli. Although mimi pande yangu, mimi nilikuwa naangaliwa na sister yangu, jo mimi ndio nilikuwa kila kitu na kaburo kangu. Although kaburo kangu kalikuja after mimi nimereform nako kakaingia crime kakamadwa. Kakapigwa mob, kakakufia kwa Kenyatta. Last year tu lakini hiyo tukakazika. So unapata hao watu wanakuangalia pale chini. Mtu kama mimi sasa kitu ilifanya sasa mimi pande yangu kuingilia crime. Although vijana wa leo wanaingilia crime kupitia na tamaa zao za kung'ara na za kutaka kupata pesa. Hizo zinafanya wanaji-involve kwa crime. Unapata wewe ni mzazi uko pale, mtu anakuletea iPhone, anakuletea simu za do. Unabambika tu lakini unabambika. Huyu mtu anakuletea do. Wewe unakula tu juzi zimetoka wapi. Unafaa ujue unakunywa damu za watu. Unafaa kujua mtoto hana kazi, amepataje hizi vitu. Tutoke hapo. So kitu ili ni involve mimi kujoin crime ni hiyo mashida nilikuwa nazo. Sister zangu walikuwa pale wanapitia mashida za hapa na pale. Wenye unajua tu mjini, unacheki na kaburo kangu. Sasa mimi nilikuwa nahitaji kutoa ganji niwasaidie na sina, na mimi ndio kijana mbichi. Hauna uradi. Sina uradi. Sasa mimi kaonaje hata kana kuja kumadwa. Manze ndajiunga tu kwa kikosi yenye ni genje. Kwanza tukaanza kuchafua bila mandenga. Ndio nikakujanga kupatana na mama wangu base tu bana, wakanivutisha rada, wakanionyesha ngaje. Tunaweza piganga shughuli. Tunaweza piga shughuli na vitu ziko. Na unapata mimi mtu nilikuwa Kadere nikiwa mdogo sana, manduthi hivi magari na kuangabie mbaya sana kuzisukuma. So unapata nikiwa hapo kila kitu itakuwa iko sawa. So ndio ulikuwa saka Kadere getaway. Mimi pande zote ningecheza unacheki. Hakuna pande si kucheza. So unapata tukakuwa napiga shughuli deadly sana. Kwa hiyo kuchafua hapa Mkuru kwa Njenga, watu wananijua nikiwa mwizi mpaka nikiwa nimeokoka. Hata venye tumepitana nyuma unaona kila msana nitaita. So Rongai pia tumechapa shughuli, even Mlolongo, even hapa kwa Ruben. Kila mtaa tuko tunaingia na chapa M-Pesa, ma petrol station. Hizo ndio hadi masupa, unacheki. Hizo ndio mashughuli tuko na chapa, yani sisi tulikuwa maboy tumeharibika deadly sana. So ikakuwa ni hivyo, kwa si kazi yetu ni kuchafua tu. Ikakuja ikatokea tukafanyanga Morio mwingine mbaya sana. Ni Morio alijaribu kutembeza za kukam. Hapa tu ghetto. Morio alikuwa amejiona tu na area. Watu tu walikuwa wanajua. Mtu ambie ukisema alikuwa anatembeza za kukam unamaanisha nini? Yaani utiaji. Nimesahau. Acha nijaribu kubadilisha hiyo lugha bana ndio pengine mtu unielewe pale. Ndio. By that. Mtani understand. Alikuwa na za ovyo. Yani unapata tuseme mtu anajaribu kukosalita. Acha nijaribu kubadilisha hiyo lugha ya kwetu ya wajanja. Juu pengine kuna mtu utanielewa. Yani unapata uko na rafiki lakini urafiki yako anajaribu kukua mtiaji. Yani mkipanga hivi yeye anapanga hivi. Nyinyi mko hivi, mnasema tutaenda kuiba kwa M-Pesa fulani jioni na yeye ashaongea na makarau. Anamwambiaje mavijana watakuja saa fulani. So unapata tokana tusio kijana anatutembezea zingine mbaya kumfanya mbaya. Kama kwanza kumfinyia bana. Situkutaka kumbakisha lakini tulimfinyia deadly design hata angededi. Yani kumfinyia yani kumpiga yani bana. Sasa ikakuwa ni ngori. Tukaenda tukapiga mashughuli kumbe kijana na yeye jua alikuwa na connection ya makarao nini. Ashatusaliti tuko mbele. Ikakutoja bambwa, sisi tunaendelea na shughuli tu baada hiyo story kapita. Tukaendelea kuchapa shughuli. So mimi ni kijana ule mtu mwenye nilikuwa ngati tukienda pali naoneshwa kutakuaje. Na siku hiyo juanga pengine ni Mungu. Sasa mimi naweza sema hiyo njia tunaenda mimi naona tukipigwa marisasi ama naona watu wakidedi. Sawa mbogi kiassume tukienda itakuwa hivyo. Tukapiga shughuli mara kama 7 hivi. Shughuli zikiharagana. Na bado ulikuwa umesema. Wase wakaanza kuniambia kwani rada.
Koni rada. Sasa ikakuwa ni hivyo bana, ikakuwa ni hivyo, mambo imekuwa mbaya. Watu wakaanza kuona kwa mpaka mimi nikashindwa ama ni mizimu zi unitokea. Juu sangine za kaa hivi napata nimekalishwa na watu wamevaa white, kejani. Na nikisema tu kitu lazima ilikuwa inafanyika. So tukatoka hapo. Tukakuwa tunachapa shughuli. Siku moja tukikuja kupita hapa Mkuru kwa Njenga. Tulikuwa nakumbuka tulikuwa tumetoka kupiga shughuli. Tulikuwa tumetoka yani kuiba kwenye waelewi shughuli bana. Huko Ruben. Huko Ruben tulikuwa tumetoka huko. Tukafika pale nikaambia wase, mimi nasikia nywele yangu inasimama, makucha zangu zinakaa kama za simba. Naambia hapa tunaenda bana. Ngori. Hapa mimi naona tu ni ngori. Ananiambia hapana, ni madawa juu unajua tulikuwa wavutaji wa heroin, tulikuwa navuta madawa, tulikuwa navuta heroin bana, mbaya sana. Unapata hata kama tunajuana na uniangalie tu vibaya, mimi naona ni kama uko na mambo, lazima tu nitakufanya mbaya bana. Uangalie tu vibaya. Inakuwa ni noma. So ikakuwa mimi pastor wa vijana nimwambiaje? Hiyo wakati sikuwa naitwa pastor wa vijana, nilikuwa naitwa Street King ama The Rock ama Vosti. Hizo ndo zilikuwa jina za hizo enzi za ugwangi sasa, za ugangster. Tukafika pale, simi wana huyo karau tulikuwa tunachukiana sana kwa anaitwa Salat bana. Unajua karau ama mtu anakuchukia ama mwenye unachukia, hata akitembea hivi ukimwangalia tu matako, unajua tu ule jamaa. So naona mimi uangalia naona usini ule karau. Kabla tu niambie kijana tulikuwa na sasa mwenye umado anaitwa Babe. Ndio nilimwambia tu man, huyu ni ule kara. Kijana upigwa risasi ya kichwa bana. Nani alipigwa risasi? Huyo sasa kijana tulikuwa na yeye mwenye. Na huyo tu karao? Huyo karao. Aligeuka akaachilia. Aligeuka akampiga. Sasa walikuwa makara wengi walikuwa hapo. Sasa venye kitu upigwa sijui ni alipiga ama ni mwenzake. Lakini kitu venye upigwa ilimpata kichwa. Mimi udive bana, si kutaka story. Mimi ruka hadi kwa hiyo sewage bana. Nikaanguka ndani, nikakunywa sewage. Although siwezi sema hiyo siku ati sewage iko nanuka vinye unuka. Ilikuwa inaonja tu kachayo, unaona? Kulingana na situation. Juu umeona kifo. Bana. Unajua kuna pahali bro hata upigwe na shock labda tu iko made lakini utaisikia. Si ati nini. Kulingana na situation. Mimi udunda hapo maji na ruka, lakini mimi ukunywa maji mingi sana but nilimeza. Nilimeza hiyo maji. Juu ya venye vitu zilikuwa zinapigwa hapo. Mimi nilikuwa nakimbilia maisha yangu bana. Ikabaki tumesumbuana na makarao hapo. Nikaingia na hiyo kisiwa chini, nikatokea huko chini, nikakuwa nimepigwa mainjari, nimegwara hii mwili imegwara marisasi. Hii macho pia ndakwambia ilipatanga hii bullet aje, unaona hii macho imeshonwa hivi. Bullet. Yani bullet ilirarua. Unaona hata hapa kichwa kuna pali nywele yezi mea. Ukiangalia hapa mbele. Hiyo iligwarwa ni bullet bana. Hiyo ni Mungu tu bana. Ndio unaona nasema mpasta wa vijana, si mchezo. Kweli. Si mchezo. So ikakuwa hivyo si tunachafua. Kutoka hapa nikakuwa nimeumia. Niko huko Dando. Sasa venye ama boy wenye walimadwa wenye wesamu waliona kina Mtuko Citizen wakakuwa wamekuja kunionanga. Nikawaambia na mimi naona tu ni mbaya msitoke hii masaa bana. Mngetulia. Mimi naona ni kubad. Wanaonyesha si ni mababi bana, si ni last man standing. Tuwezi buya kutembe. Si wao utoka mimi nikiwa tu kwa TV hivi nashindwa ndoto nini. Naona wameuliwa tu Mole Mdandora. Najua tu umetoka kuona. Najua tu hiyo masa tu wametoa breaking news ama vijana wanasumbuanga Nairobi wamemadwa. Mimi huyo nipone. Nilikuwa mgonjwa siwezi jitoa lakini nilipona hadi nikaenda Shalodhi mpaka Rongai huko. Nikaenda kusimamia huko kwanza ndio niulize marada. Kumeendaje Mamoro si wamemadwa wako kwa fridge. After mimi nimetoka hapa ujue ndio wakuje kuniona huko marafiki sasa wa hii area walikuwa wameniekea matanga hapa Njenga Primary. Wanadhani pia ulikuwa kwa hiyo? Wanajua venye sawa wewe mwenzangu upigwa mimi pia ni mimi upigwa sawa. Wao wameniekea matanga bana. Sasa kitu ilifanyika ati mimi utokeo utokeo matanga. Mpaka leo hata kuna watu wasema mimi ni ghost sawa. Mimi utokea mimi kuja nimejifunika. Nakuta morio moja namkaribia. Morio anasema ananiangalia kwanza kaza akakonfirm kani mimi usikii umoradi upatanga injari ya mgumba kwa wale wakitoka Siaka. Watu ungada shughuli inaisha inakuwa ni maswali tulikuwa na ikarie bae mtu wako hai
So unaona na kitabu hapo una picha yako. Tena picha iko clear sana bana. So unajua kuna marafiki uko nao na ni manafiki jo. Wewe unaona kutakia mazuri, kumbe wao kutakia mabaya. Na unapata ni hao ni watu ningeiba do, lazima ningewatolea form. Naombiaje geto rada ni safi. Rada ni safi. Lakini unafuatwa nini? Lakini hao ndio wanasimamia matanga. Basi kwani hizo do walikuwa wanachanga wapeleke wapi na wajaona mwili? Kweli. Okay, tokea hapo saa ikakuwa ni hivyo, mamuri wangu akamadwa. Mandenga zikarikaviwa. Mimi nikakuja sasa nikaingilia sasa ile ugwangia chini kwa chini juu sasa vitu zetu zilirikaviwa. Hata uachi. Sasa ikabaki sawa tukikutana nikuguza tunaona mimi mwenyewe ni booster. Nikikushika hivyo usijitoa. Wewe ni charge mbaya. So unaona. Ikibaki tu mimi nikikutana nawe mimi ndakufinyia na sitatambua. Lazima utatoa rada juu vitu zimerikaviwa, zimerudi kwa serikali, watu wamemadwa. Sasa mimi naona na bado siwezi kanja. Wewe tu tukipatana mkono ukinishinda utaenda. Lakini huwezi kuwa umeshiba na mimi niko njaa, unaona. Ikakuwa hivyo nikufanya wasemba, nikakuja nikabambwa na kangori fulani kakanipeleka saa jela. Kanipeleka saa jela pale Industrial. Nimekaa huko miaka kadha kama miaka 3 na miezi 9, tuseme tu miaka 4 sasa. Nimekaa hiyo jela. Sasa nikiwa jela ndio nilijua sasa mambo ya upasi. Sasa ndio nimefunziwa jela upasta, kuhubiri injili. Sasa nikikwambia raya si ati mimi ni mtu nimesoma sana, masita zangu pengine ndio wamesoma sana. Mimi ni mtu niliachia Raimo, unacheki juu ya ugwangi. So unaona jela, mimi sikuwa na kuangatisha pata shule bana. Lakini mimi nikwambia nilipita mtihani ya rais sana bana. Hadi nikashinda kwani marada bana nikiwa jela. Nikakuwa nafundishwa huko mambo ya Bible na kuja kotini. Naambia yona hata kama nilikosea, lakini hapa jela nimejifunza mambo mengi na Mungu amenitetea sana bana. Na mimi natamani kurudi raya. Nihubirie mavijana wenzangu. Ikakuwa tu yaona ananikazia jaja na nikazia bado nakaa hiyo jela. Nakaa tu hiyo jela, kesi yangu inaendelea, mimi naendelea tu kuomba Mungu. Nikakuwa naomba Mungu sana. Mambo mengi ikakuwa huko jela. Yaani naweza kuambia jela kuna mambo na mateso sana. Unajua jela, watu wajaelewa hii kitu, acha niwaguzie kidogo. Mtu akishikwa hapa raya, si hata anashikwanga anaenda nafungwa direct. Sasa wewe ukishikwa, utaenda mahakamani usomewa makosa yako, mnamo tarehe fulani ushikwa hivi. Ukatae, utaenda remand ama upewe bond ama cash bill. Ukiweza kulipa ufanyie hiyo shughuli raya. Unaona? Sasa ukishindwa utakaa huko, ufanyange huko. Although chakula yako utakuwa unakula chakula chafu, utakuwa unakula chakula poa, chakula mbaya, wewe utakula tu design, lazima ufanyie serikali kesi yako, kai kikufunga fine ama ufanyie serikali kazi. So kapata mimi naishi huko juu nimekataa kesi, naishi huko. By the Jumori alinigeuzia nimero tunajuana, na nimero pia alikuwa ameiba tumaditu wangu hata kama nitoa ugwangi. By the wizi ilikuwa na do. Wizi ilikuwa na do mingi sana. Lakini shida tu ilikuwa hapo, ni ati hiyo do haiwezi kusaidia. Uko na pesa mingi, lakini haiwezi kusaidia. Pengine tu uvute nayo madawa. Uvute tu nayo madawa na kusaidia pengine mamoro sasa kwa kusaidia watu wangu, sister yangu na kabro hapo. Lakini pande yangu atenda fanyia kitu fulani. Sasa wewe ujue na window na DCI na window na makarawa area na window na kila mtu. Jua kuna place ya chafua. Una amani yaani ukipita hivi masubaru ziko nyuma yako bamba tuba. So unapata hauna amani. So ndio jela ikakuwa hivyo. Nikapata jela ukijaribu kwenda jela na njaa zako utakuwa bibi ya mtu bana. Lazima utapandwa juu huko. Huwezi panua tumbo. Huko ni kubaya. Ukipanua tumbo lazima ukuwe bibi ya mtu. Na ni mimba tu utapewa, lakini ukitoka huko msee utakuwa unakaa hivi kwa wanaume wanafungwa hivi mguu vile tumefungua. Utakuwa sasa kwa shida, utapatana na ngori. Jela usiwahi enda na njaa ama atuwe ni mtu wa kuvuta mabangi. Bangi ziko jela, madawa ziko huko. Lakini ni gharama kubwa sana kuzipata. So unapata mtu amefungwanga miaka 20. Kuna mtu anaitwa ex-condemn. Mtu amefungwa miaka kama 20 akaachiliwa, apili kaitika, akakuja kufanya kesi tena. So unapata huyu mtu hajaionana na dem bana. Alafu wewe kijana uko hapa raia unaiba, tunakwambia acha wizi. Wewe unakatalia kwa wizi. Acha wizi. Wewe unakatalia kwa wizi. Wewe shikwa na hiyo kala yako ya dhao uende huko. Utakuwa bibi ya mtu alai na sikudanga. Utakuwa bibi ya msee. Kuna jamaa atakugeuzia na atakufanya mbaya. So mimi naambia kijana uko pale, mambo ya jela na mambo ya kufanya crime hapo na kuadharisha mapema, toka wachana nayo. Tukisonga mbele. So nikakwambia ukikubali kesi nayo utafungwa na utakula vizuri jela. Lakini kazi ndio utafanya mingi kwa serikali.
na pia mambo ya kulalishwa kama mwanamke itakuwa tu itategemea utakuwa sekta gani. So unaweza enda jela utoke ukiwa pasta ama utoke ukiwa muuaji zaidi ya venye ulikuwa. Kweli. Iko juu unaenda kukutana na watu wameua sana na unaenda kukutana na watu pia wenye wameamua kutulia, kuokoka, kurudia Mungu. Ndio pia wameua lakini wameamua kutulia, kurudia nani? Mungu. Kurudia Mungu. Kama kuna jamaa alikuwa na kesi ya Ndenga, alikuwa wa Kibra anaitwa Gerenge. Odha ameniambia Saturday atakuwa area. Atakuja tuonane. Tujue venye tutahubiria mavijana. Pia alikuwa anashikilia sana kwa neno. Pia alikuwa mtu mbaya lakini akareform tukiwa hiyo jela. So unapata mimi historia yangu pastor wa vijana si kuwa mwokovu. Hata wakati mwingine mkiona naongea hivi ama navaa hivi, msikuwa mnanihukumu. Juu mimi si kuwa mwoko, tungepatana. Mse lazima mapua ngeenda chini ama ningekumaliza nikuibie hiyo pesa yako ama hiyo mali yako. Lakini kupitia kwa yote Mungu akanigongea. So nikiwa huko jela, mimi upigiwa tenje na maraya huko nje. Naambiwa sasa pastor wangu mimi tunakuanga na yeye, naambiwa aje amenigongea. Sawa? Sasa naambiwa aje huyo madamu wangu amekuja maombi ametekwa huko. Wait, ulikuwa na wife? Silikuwa na mama na katoi kadogo ni kibambwa. Kadogo kamiezi hata haijafika 3. So mama ameenda ukagongewa na? Sasa mama ameenda kwa church kuombewa. Sasa nikagongewa nao pastor wangu sasa. Sasa story ikakuwa pastor mavijana wewe uko Ndonyo na uligongewa wangu huko Raya. Sasa mimi utoka sasa hiyo pastor inajaribu kunitoka. Nasema lazima ni madeo jamaa. Saa nikajaribu kubackslide nikasema huyo jamaa mimi ndamada. Lakini kukuja komitio jamaa jamaa kuwa na maneno. Jamaa kaniambia ni stories za watu hapo Mkuru kwa Njenga. Akaniambia ni venye uombea wasee wanapona. Sasa watu wamtakiangi mama mambo mazuri. Mambo mazuri. Mimi by then nilikuwa nimekuja nimfinyio jamaa nimalize. Lakini venye jamaa unibongesha nikasemaje? Itabidi tu tufanye ibada pamoja. Juu bado nikikumbuka venye nimekagano na Mungu huko jela. Nikamwambia Mungu, mimi ukiniokoa sitairudi kwa crime na nimetoka hapo na nimeamua kuokoka na nitakutumiki. Nikaona hakuna haja ni huyu pasi. Haja tufanyenge kazi na yeye. Kweli. Huyo nyonyo nikafanyanga kumbondea. Huyo nyonyo bado pia mtu amekatalia madawa manini, hataki kuchange. Yeye anataka tu turudi huko. So pia yeye alikuwa ashatumia vitu zenye pia ni bad girl sawa kivyake. Sasa labda tu Mungu amkomboe. Juu pia yeye ni bad kivya. Even bro wangu wako ati mtu bad. Sasa venye bro wangu aliona na mimi nimechange na yeye akaingilia crime mbaya sana. Nikajaribu kumpea doya kazi, kumfungulia kazi na mwambia bro, hapo unaingia mimi nimetoka na nimekaa hapo. Na ndio ugro nimengangania hapo. Jaribu tu uachane na hiyo bro wangu ukaza. Hadi day nyingine tukiwa tu crusade tu hapa nyuma tu hapa. Nyuma ya church. Mimi napigiwa simu naambia Gabriel bro wako namjua. Naambia namjua. Unajua ni aje? Anachomoka dando. Simi huyo na nduthi yangu. Nafika kijana napata kijana design kwa amefanywa ni vibad sana. Jaribu kumkimbiza ndio alisurvive miezi 6 amekuwa Kinyata. Hadi akabonga akaamuka. So ulienda ukamuokolea kutoka kwa raia bana. Unajua mimi nilikuwa ngagwangi mbad sana na watu wanajua niliokoka. Kila kona watu wanajua mimi preach. Mimi huenda kila base. Na hata kama unanitazama na uko pale unatamani tushare neno, unaniita tu. Mimi nitakuja nikuelimishe, nikuhubirie. Na ukinipata nikihubiri utasema ni mimi. Utasema ni mimi ule alikuanga mwizi bana. Unaweza sema tu nilizaliwa pengine nikihubiri. Juu ni mambo ya Mungu. Sasa huyo pasi uniombea after nimetoka jela nilikuwa kwa huyo pasi. Huyo pasi uniombea after tumeongea na yeye, uniombea na okoka. Tunaanza kupiga huduma pamoja. Tumepiga huduma na yeye pamoja. Shetani bado hakuniacha. Unajua pepo ikitoka moja zinakujanga mingi. Kweli. Hakuniacha nikiwa tu pale hiyo church. Siku moja tena nikaingiwa na pepo mbaya, pepo chafu. Akakuonyesha turudi huko. Bana. So siki nikarudi kwanza kuvuta madawa huko Mathare bana. Zile madawa za kujidunga mashindano za kufuta, heroines, cracks. So kapata navuta madawa hata sijielewi bana. Nimeanza kurudi sasa kwa group zile bad bana. Lakini nikakumbuka sikukaa sana. Nikakumbuka na pia pasi uniombea sana. Hajai achanga kuniombea mpaka ananipigia simu ananiambia man, mimi naona tena unataka kurudi man. Surudi tu kwa tufanye Mungu kazi bana. Karudi tu nikaona by the nafani achane na hizo form. Nikaacha tena.
Nikarudi sana nika addicted kwa madawa, deadly sana. Mtu wa heroin ujue. Si ati ile addicted ya mchezo, unapata lazima ukiamuka, yani ukimaliza 30 minutes lazima uvute dawa. Na ni dawa za mado. So unaona utarudi tu kuiba. Ikabidi tu venye mnasema ngati ndio wache dawa lazima uende rehab. Mimi pastor vijana si kwenda rehab yoyote. Ikikushangaza ati niliacha hizo madawa dhuru maombi tu na kukaa kwa hiyo madhabahu. Mimi nakaa kwa madhabahu hadi na mwagiwa maji kwa kichwa inatoka ikiwa moto na inaweza kuchoma. Unaweza chomeka nayo maji juu venye nilikuwa addicted, alafu nikakuwa kama mgonjwa natapika nini juu ya madawa. Mpaka mamori wangu ananikujia ananiambia aje dawa tu situkubaia kama una do. Naambia si hata sina do. Mimi sitaki madawa. Nimeamua kurudi kwa njia ya Mungu na ndipo nikasimama mpaka wa leo. So pasi tunakuanga na yeye. Na ndio hapa church ama? Ndo hapa church. So nitamtrace hata siku moja pia kuja ongea na nyinyi. Kweli. Hadi kuna kijana alirudisha bunduki hapa. Ikaitwa serikali Anajua tuko na hizo vida. Na pia tutakuja kuonesha watu ndio wajue kweli Mungu anatumika ama anatumikia opasi ama anatumikia hii kanisa yetu. Imebadilisha mavijana sana hapa Mukuru kwa Njenga. Ikiwa mmoja wao hapa tu penye tumekaa ndio kijana alirudisha kitu yenyewe. Vida ziko akajawekea. Tukaitia makarao mpaka wakaona tumeacha wokovu, nikaona nataka kuamaliza wakakuja wote kibao. Akachukua kitu yao akaenda. So ikabaki sasa mimi pastor wa vijana nimesimama kwa wokovu mpaka saa hii sasa ndio nahubiri injili na ndahakikisha wale watu pengine wanasema ndarudi nyuma ama ndaacha Mungu, hapo siwezi acha. Niliamua kutumikia Mungu hata kazi mingi. Watu wananiambia unaweza kuwa bouncer? Nawaambia hapana. Mimi siwezi kuwa bouncer, siwezi changanya mambo ya dunia na Mungu. Mimi tu ndafanya shughuli zangu zenye zinafaa na nitasimama na Mungu. Nitatumikia Mungu juu mwenye aliniokoa sio mwanadamu, mazee ni Mungu. Na kama si Mungu mimi singekuwa leo. Juu tukiwa Ugwangi nilikuambia hii macho hii risasi unaona na hii. Tukiwa Ugwangi tulikuwa tumepiga 1.2 I think 1.2 pale South B kutoka hiyo njia venye inajikunja hivi. Bana tukakuwa tumekimbizwa deadly sana. Usikia ama karawa upiga ngari risasi bana wakiwa huko kwa hiyo line nyingine. Inakuja inanichimbua hapa hii ngozi sasa hiyo achana hii unaona inamwagika huku. Ngozi inaanguka hapa. Sasa unaona venye hiyo uzi imepita. Hii yote ilikuwa imebomoka hii unaona. Ikafunika jicho. Ikafunika jicho sasa hii jicho moja ioni. Na ni ngozi imefunika. Hadi mfupa iko na alama hii unaona. Iko na reli ndani. Sasa mimi nikajua pengine nimekufa ni ile naenda kizombi. Naambia mama amekaa hapo nyuma, "Oi, muko?" Naambia twende naambia man, ukiona nimedunda mshike steering. Mimi naona tu nimepata. Ulikuwa na spin? Nilikuwa na spin, mimi nilikuwa kadere. Na hukuachilia? Sikuachilia bana. Nilikuwa na kaza mse, mimi nilikuwa ni wale watu tukufe tukingangana. Sikukubali kifo. Acha inipate nikinganga. Umepigwa rive, nyama imeanguka hapo. Kwa senke na uachili. Ni uachili na kitu imepigwa imepasua su. Jamaa akajaribu kushambulia ni Mungu bana. Juu alijaribu kupiga mavitu, alipiga vitu kaa 6 lakini hii moja ndio ilinipata. Lakini hizo zingine zilikuwa zina miss. zina miss. Unajua alikuwa ananitarget mimi juu anajua nikidunda au wengine wameshapatika. Ni kweli. Sasa akajaribu kapiga vitu. Anapata tu ana ninja lakini si dedi. Hadi anashindwa kwa nini mzimu gani bana. Najua tu alijiuliza kwani mtu unajua wanasema ngati wezi wewe uzikwa sijui wanafufuka. Wacha kwanza niwaongelee yako ka story kidogo. Hii story mnasikianga ati sijui polisi alizikwa akafufuka ama mwizi alizikwa akafufuka. Acha niwaambie. Hakuna kitu iko na nguvu kama Mungu bana. Mimi unaniona hivi. Au nyinyi kuhesabia mtuko nyamache Catford na wengine wote. Hakuna mwenye ajaenda kwa mganga. Mimi nawashuhudia na nawaambia ukweli. Hao vijana wote walizikwa venye mnasemanga kuzikwa na kufufuka walizikwa. Walikarangwa na uchawi yote. Lakini leo wako wapi? Kaburini. Mimi sijaenda kwa mganga, nimeshingi kuambiaje? Nitaamini Mungu. Na mbali na Mungu kunionyeshanga hizo mambo, mpaka siku moja tukaenda tukaiba Biblia. Acha nikulete venye tuliiba Biblia. Tulipata pastor pale stage mpya. Na pastor mimi nakwambia kwa kila clip unaongea. Ikiwa utaitu nisikia, manzo nipigie simu, nitakuja kutoa ushuhuda hapo. Na ujue niliokokanga bana. Tulipatania stage mpya bana. Kumbe mapasta tukiokoka tutakuwa tumepita mengi. Na tuko na mbio. Mbio
Huyo jamaa alikimbia. Hadi yani nikiimagine nacheka. Juu ndio nijua ni pastor. Unajua unaweza shindwa nilijua aje ni pastor. Ndio nijua ni pastor wakati jamaa aliarestiwa alitolewa kitu. Naambiwanga jamaa we toa do, iko wapi do? Na kwambia baka briefcase. Alikuwa na mama. Alikuwa jamaa piga suti. Unajua suti saa nyingine wacha kuvaa suti naona ka kitu. Itakuwa bure bana. Suti si kitu poa. Jamaa piga suti yake nyeusi hapo ile asiliti 2 hapo Sasa jamaa venye amepigiwa order amesema ameonyesha wewe toa kila jamaa amesema ameanza riswa shindwe pepo toka shetani. Kwambia jamaa aje riswa nini? Riswa nini? Riswa nini? Jamaa kaona hawa ni kama ni wale tu kina shetani wenyewe sawa hawezi kusikia. Jamaa si amelalia kona ya kutoka hapo stage mpya. Koti riswa nini? Koti inakata upepo. Nikashindwa kwani amekalia nduthi. Najara mimi nikamwangalia. Nikaangalia speed yenye jamaa alienda nayo. Ilibidi asifuatwe. Mapasta big up Joe bana. Mko na mbio. Wewe ndo pasta. Amekimbia ngadi kuliko watu tunashikanga bana. Pasta alikimbia bana. Mpaka nikasema mimi huyu hata hafai kufuatwa. Sasa wewe unafuata ndege kwa hewa. Jamaa koti inakata upepo. Koti imekata upepo mpaka imeinuka. Unaona venye nani pasta kaa huko. Si anacheka kwa ubaya, anacheka venye ulikimbia. Na venye mnasema ngati sijui tunapendana, tutakufa tunazikana milele ati kwa shida na kwa raha tutakuwa na wewe. Kwa shida na kwa raha. Kwanza hapo kwa shida hapo. Mama alienda na mama. Mama alipiga magoti. Akasema mimi mfanye kila kitu mnataka lakini msiniue. Lakini historia ati mnasemanga ati sijui kwa shida na kwa raha. Kwa raha hapo kwa raha nakubali. Lakini kwa shida mami wacha kudanganywa hapo nyumbani. Kwa shida huyo mzee atakutoka walai. Atakimbia. Unaonyesha bunduki unaanza kusema riswa. Ati riswa, unajua alianza zile za riswa, shindwe pepo shetani. Unasikia naye riswa nini? Gwangi naye amemuuliza aje, riswa nini? Riswa nini? Nani shetani? Jamaa unajua alilalia kona. Nilikubali hao mapasta wako kangi ati hivi. Ni kama uenda mazoezi ya mbio ama ni aje. Juu jamaa alilalia rodi. Sawa acha tuende tebo. Tukanyang'anya hao madamu yo briefcase. Jua kuwa na mifuko zingine za kupigwa tero. Tukajua kama ni do iko tukaenda. Imagine tunateremka na nduthi jamaa tunapata naye akienda kulalia kona ya kware stage kutoka stage mpya. Akusimama. Wapi? Sasa tunampindua tena. Sasa ametoa tena amesema mama yangu. Mama shindo pepo. Tena ndio amelalia. Naambia wewe rudia bibi wewe fala. Rudia bibi. Sasa tena ndio huyo. Nasema Mungu shuka. Sasa anashindwa ruke aende iku ama. Sisi tukasema acha tuende. Tukafika kwa nyumba. Sasa unajua mimi ndio nilikuwa kwa table. Kwa meza hapo nagawa do. Nikafungua back bana. Kufungua bagiko. Kaona Bible kubwa na ndogo. Na kitabu na kalamu na simu ile ya Nondre yenye hata unauza 500. Sasa nikashindwa. Ndaambia mamori wangu nini? Nikamwambia leo mnajua tumeangukia kitu tujaiangukia. Wakaniambia ni milioni ngapi hiyo? Akamwambia msijali. Nikamwambia kila mtu asema atakula verse gani sasa? Wakaniambia ati verse. Wakaniambia verse aje sasa. Verse aje nikamwambia mimi naona leo tunakula neno. Kaambia hakuna. Zikila za mtu akaamka kutaka kuconfirm bana. Na ukoona kama hiyo ni wake up call uone ulikuwa unataka kuiba pesa Mungu akakupatia Biblia. Sasa si kuona. Unajua sasa ukiwa mwizi hakuna venye akili na kukujianga. Na wakati Mungu ukiota na kitu hata ukioneshwa vitu mingi unaona ngani wale watu pengine wenye umekuwa ukikosea. Unajua mimi najua chawi ni wengi pia. Pengine wamekuwa wakikuroga. Sasa hiyo Bible bana nikachukua mimi kama kwanza nikule verse yangu wa kwanza. Nikaifungua tu ndani. Nikafungua pale imeandikwa ati wauaji na wanyang'anyi na wadanganyi hawataenda mbinguni bana. Nikaona sitaambia mtu. Lakini kanihukumu videdly sana. Hiyo verse ikakuingia. Nikatoka hadi kwa mlango wauaji. Na si ni wezi. Na nikaona
yenyewe tutaenda mbinguni. Lakini nauliza Mungu, lakini si hata unaona si kupenda kwetu. Kwanza mtu sasa mimi najibonga pande yangu na Mungu. Naambia Mungu sasa hadi wewe unaona si kupenda kwangu bana. Ni situation jo bana. Naona tu naongeleshwa na marozi na niambiaje badilika. Saa nyingine naota niko kwa matanga yangu mpaka naamka mbio nakaa. Nashindwa najizika nini. Siku hiyo shaiona jeneza yangu ndio imebeba kwa meza. Nikashindwa kwani rada. Sawa hiyo Bible ikanihukumu hivyo. Hao wengine wakakataa kukula verse, wakakuwa wameniingizia majamu zao nini nikamwambia hakuna shida. Hata kuna kazi nyingine tunaenda. Leo tu nimkule neno na mridhike juu ni watu wa madawa, mapombe, manini, mabangi. Na watu wakajiashia bangi zao na madawa, tukasukuma namba. So tukatoka hapo. Hiyo tu ilikuwa nimewaenda hapo nyuma nikasema huyo pastor kama atanisikia, manze pastor Iza sikuwa kupenda kwenu, ni shetani alikuwa kanani yetu. Na sasa hivi wale wenye tulikuwa nao liona, sasa hivi hayuko tena. Ni mimi nilibaki. Na ndio maana nikaamua ku reform. So hiyo pasini nikamwambia ndio niombea. Nikafika hapa nimefika na bado tunapiga huduma na yeye. Pote story nyingine yenye ilipita hapa juu kwa kichwa. Hii sasa yenye ilinichapa kwa kichwa ni hapa kwa sewage yenye nilikwambia ya babi. Wakati babi alipigwa akakufa, mimi nikiruka sasa ndio nilibrashiwa hiyo kichwa nikitagetiwa. Na pia kwa tumbo niko na injuries, hiyo kifua hapa. Marive zikipita tu. Kuna yenye ilikuwa mangandani. Uko na rive sasa ndani yako? Lakini ilitoka. Ilikuja ikatolewa huko Mathare na jamaa fulani. So ikakuwa nimeenda nayo maji sewage bana. Nikaenda nikakuwa Mungu ni wa maajabu juu simu yangu ilikunywa maji although ikuzima. Nikaongelesha boy fulani kamwambia nichukulie huko chini niko area fulani na niko bad. By the way nilikuwa nimemwaga damu mingi na huenda singe survive bana. Kijana naye kulalisha, alicheza kaa yeye, alikuja akanichukua akanishughulikia. Nikarudi form. Nikasema mimi sikusema ati niliomba ama nilitaka kubadilika. Nilisema tu ninja always ani. Mimi nikipona tu bado tutakutana na hao watiaji tutaona deadly sana. Sasa kitu ili kuja kunifunza Mungu ananipenda ni after mimi kujipata jela. Kujipata bado naongeleshwa na roho. Bado nilianza kujikubali roho na niongelesha ile ya ukweli. Wakati sasa nirudisha memory yangu nyuma. Nakumbuka vitu zote nilikuwa naongea hadi tukiwa wezi zilikuwa zinafanyika. Watu wengi niliyoongea nao walikuwa wanafanyika. After tu kutoka jela kuokoka bado nikaombeanga madam fulani alikuwa wazimu na akapona. Aliletwa tu church pastor kukua huyu pastor wetu tu. Ni kumwombea huyo mama upona bana. Ndio nikakubali kumbe Mungu ananitumiki. Ndio sana nikaanza kujielewa. Nikaamua juu nyinyi acha tu niseme wewe. Wewe si sasa hivi venye uko na hizi vyombo zako, kuna pahali huwezi pita. Utaenda uone hizo sura zinakata kuniibia. Yaani utahukumu. Hivyo ndo mapasta leo wanahukumu. Rafiki yangu hapa Juma wa karaoke nilituambia tukungoja hapo kwa shule. The guy was like twende home bana. Twende hizi masura zinatuangaliaje? Naomba tulia bana. Unaona? Si ati nini by the way. Yaani kuna sura yenyewe unapata kijana amevuta mulele, hii mafuta ya ndege, unapata kijana amevuta mabangi, madawa, design pengine simu hizi. Lakini akikuangalia hivi, wewe hata uliibiwa kitambo, yaani ukiambiwa tu leta utapeana, unaona? Wewe ushaibiwa kitambo. So before uokoke, kurudishe nyuma kidogo, ni crime gani mmoja ulipiga hadi wa leo unaikumbukaga tu unasema hii yenyewe hii tulichachisha? Crime yenyewe tulipiga yenyewe ilikuwa ngori sana, yenyewe mimi ukumbuka. Crime yenyewe mimi ukumbuka. Ni pale tushaenda anga pale Rongai, hizo area za Karen bana. Na mamoro tulikuwa nao, mamoro wengi walibaki. Tulikuwa tumeitwa ngwado. Tulikuwa tumeitwa do mita 2 na kitu hapo. Lakini tukiambiwa ngo kayo do iko na escort. Sasa tumeenda na manduthi kaa 4. Na mamoro kila mamoro wamekalia wawili. Kumbe mbogi ilikuwa na escort bana. So nasikia tupigwa ambush designer tu kwa tunajua kama kutaenda hivyo. Mwenye informer wetu unajua ndio muende kupiga shughuli lazima informer amewapeleka na rada. Amewambia hii pesa itakuwa hivi na hivi na hivi. Ikakuwa hapo kumeharagana deadly sana. Deadly sana. Mamoro wakamadua wote. So naona mimi
mimi bado upata injury, mimi ugwara ma injury. Mimi watu wengi walikuwa wanakufanga sana kwa machine, lakini mimi nitoka na injury. So unapata hapo mimi niliepa na njia gani? Siwezi sema ati mimi ndio nilikuwa mnoma, lakini nilienda nikaamsha nduthi moja ilikuwa chini. Hiyo nduthi hata ikunisumbua, ifinya tu starter ikawaka. Nilienda kupita katikati ya magari zilikuwa hivi. Hapo makarau pia walipata mainjari na mavijana wakakufa. Pali magari zilikuwa zimefunga njia hivi. Marisasi zikipigwa, zikini target na zinipati bana. Ni kunibrush tu kuniachia mainjari. Sawa? Geina hako silipigwanga ikaenda yote. By the way una nako. Unaona hii ilipigwa. Hii ni bullet ilipiga hii ikaenda. So unaona? Hii upiga hii nikienda kushika tu nduthi kuichukua. Ilipiga hii mfupa ilikuwa mfupa kubwa kaa hii. Kae? Ilikangolewa. Lakini bado si kuogopa. Bado mkono iko na nguvu, twende sana. Wewe si unajua watu wamekufa kwa hapo. Mimi nakanyaga waseni kiepa mamorio wangu. Sasa hata usikii uchungu. Itoke wapi? Kama si wewe nakwambia ilikuwa inaonja chai bro. Chai na ni mafi. Lakini ilionja kama chai strong sana juu situation. Kuna wakati situation hata ukiingia kwa choo ndani utakunywa tu hiyo shonde na utaisikia. Yani kama tu hapo ndio utatulia na usikufe. Kweli. Utatuli. So ikakuwa mimi nilipita kwako kachoche, nduthi kakubali na nduthi pia ikaenda nikashika rodi nikaenda. Kitu ikakuwa mamori walidedi. Matanga ikafanyika, sisi tulikuwa tunaweza enda matanga. Mtu akikufa kama tuko naye shughuli tuweze enda matanga jo. Makarao watakuwa hapo kututrace kutumaliza pengi. Sasa mademu ndio tunatumanga. Juu mtu wa suti kae tukikuona hapo, pengine tu tukuua motuwe juu tunajua umekuja kutuchungu. Na unapata paliwezi wanakaanga wapendi watu wa masuti. Hizi suti tuzipendi. Watu wa suti hapana. Wewe ushakaribia morio mwenye ni mwizi na umevaa suti. Yangu sasa. Ukaona kama mkisipotiana kweli. Wewe morio tu anaweza kuua kama ako na ndenga ama umuue. Wanajua wewe ni DCI. Unaona? So ikakuwa tu ni hivyo, hapo tu nikaponea. Niko na sini mingi zenye nilikuwa nikiponea. Although hiyo pia inanipeanga ushuhuda ati Mungu alikuwa ananipe. Sisi ni moja ama tatu. Mazio ni Mungu. Sisi ni moja ama tatu. Mimi nimepitia sin deadly mingi sana na zinajulikana na mamorio wangu wengi. Hadi wenye wako jela wanajua hizi story. Wengi. Mimi nilishangaa nikipelekwa jela, sijaienda jela. Lakini kufika tu jela, kila mtu The Rock. The Rock buda mpaka nashinda kwani hii ni dunia nyingine inaningojanga. Yaani hadi kuna mahiro kwa wizi. Si ndio? Baya sana. Wizi unajua hakuna kitu mbaya. Tuseme sasa unaniangalia pale wewe ni mwizi. Hakuna kitu mbaya ukufe tu ukiwa mwizi hivyo. Mimi naweza kuambia usiangalie kuanza kwako, mwanzo wako. Angalia mwisho wako, unamaliza aje. Unaweza kuona umeanza mwizi kama mimi sasa, lakini umalize ukiwa pasi kitumikia Mungu. Watu wewe acha wakuhukumu, lakini wewe tamani sana kurithi ufalme wa mbingu. Kubali sana kufuata njia za Mungu. Ndio. Mimi sasa hata nikasikiza mamorio wangu mimi pastor mavijana. Naweza acha hii wokovu ni kwetu mwizi bado. Mimi nikasikiza watu venye wao huongea, mimi naweza achana na wokovu. Juu yenyewe kwa wokovu hakuna do bro. Hakuna kitu. Sadaka hamtoi. Unapata unapata hii nduthi yangu nangangana venye ndapata mafuta niende nikahubirie watu. Sawa? Niende nikahubirie watu huko nje. Sina do nangangana. Labda ni bebe wase, labda nifanye nini? Niende nihubirie hao vijana. Yaani tamani yangu sasa hivi venye tuko hivi ni nione vijana wakichange. Yaani nione vijana venye mabeshte zangu waliuawa wengi wasiendelee kuuawa wengine. Nione kama vijana wanauanga watu na mabunduki wanaokoka wanarudisha ama wanazitupa wanaziacha na vijana wanadunga watu mavisu. Although hii kijiji yetu ya Mkuru kwa Njenga kama pale kwangu tumepita. Hapo kulikuwa kuna dunga watu visu hata mchana. Sasa wale vijana walikuwa wanafanya hiyo mambo, sasa ukienda hapo nyuma utapata kila kijana nimemuelimisha amefungua kazi yake. Wengine wanauza tu vibanda hapo. Wamechange. Hapo sasa hakuna wizi. Hapo ni pale ungepita hivyo, ungenyang'anywa na ungedungwa maviso hadi mchana dhara. So kutoka mimi ni reform vijana wa Mkuru wengi wenye walikuwa wabaya wamereform na mitaa zingine mbali na Mkuru hata uko Tasia, even Rongai, naendanga mitaa zote kuhubiria mavijana. So mitamani yangu nione ama vijana ni wabaya. Juu mimi yenyewe Mungu ndiye aliniokoa. Sikujua ndawai hubiri injili kupitia tu pia maombi ya mtumishi wa Mungu. Mungu ndiye aliniokoa.
So Mungu anaokoanga watu kupitia wale watu wengine. So pengine Mungu alikuwa ananiokoa mimi na mimi niokoa ama vijana wengine. So ndio maana na kuanga hapa nikisemaje, kuna mtu anaweza kuwa anatusikiza kwa pahali na akasemaje, mimi naweza taka kusupport hiyo kijana, hiyo ministry ya mavijana iende mbali. Na tukasema uko pale unaweza kuwa na uwanja ama unaweza tubaia vyombo. Sasa tunapanga kufungua ministry na ni serious. Ya mavijana. Tunataka kujua watu watasema nini. Tunataka tufungue church pahali penye tu tunataka kufungua. Juu sasa mavijana wengi wamereform na wanasemaje, pastor mavijana sisi tunaweza jenga ministry yetu. Unaona ministry yetu. Upata ukikuja hapa kwa kanisa yangu, jamaa anapiga keyboard, jamaa alikatwanga kipanga kikapita hapa na kimeshonwa. Jamaa alitoka kwa Mob Justice. Hata wewe ukiingia hapo umekuja kutuhukumu. Hata wewe ukiingia tu kanisani, hata kwa ulikuwa mgonjwa, unapona. Unaona kama huyu ndiye anacheza vyombo, acha nipone. Sasa sisi tunataka hivyo. Wale mavijana wamepitia magumu. Wale mavijana wenye mnajuanga ni wauaji wa hizi change. Au ndio Mungu ametuita mimi ama ameniita kama pastor wa vijana niende niwatafute pale. Juma pastor wa kawaida hata Ezekiel ama pastor Nganga hawezi enda kama Gaza Madhare. Hawezi enda hapo kwa bangi. Jua anajua hapo au ni wezi. Do you think saa zingine mavijana wale wezi ukusikiza cause maybe ulikuwa ule msee wanakuogopa? Wao nisikiza videdly sana juu walikuwa wananifia na waliniona nikifanya mabaya. Na siku nyingine tu nitawaita atakupea ushuhuda. Siku nyingine tu nitawaita ukitembea tukiwa free. Watakuongelesha na watakuambia ukweli. Najua tu tutatembea tena, nitakuitia wao. Tutaenda huko mabezi, utasikia. Mimi huenda na ubiri ukifuatilia clip zangu hata TikTok, utanipata na ubiri sana huko kwa mabezi. Kwa mabezi ndio mimi naendanga huko. Juu unajua au kukuja hapa ni vigumu. Lazima waende. Na wengi kama vijana wa chorea nishaiwafikisha hapa. Na wakakuja wakaombewa na naona Mungu amezidi kuwasaidia. Na ya wale mavijana wa Dandora wenye unasikia. Nakumbuka nilikuwa nimeona TikTok chorea. Bas, sasa hao washaifika hapa. Through mimi sasa. Nishaiwaendea nikawahubiria na nikawaalika kanisa. Kanisani na wakakuja. So iko hivyo sasa sisi tunataka vijana wa transform kila kona. Nikakwambia wewe bora kawe ni mzazi. Wacha kuona kijana wako ameanza kuvaa vitu za pesa, manguo za pesa mingi, masimu za pesa mingi. Ananga kazi, anakuletea do. Wewe unakula unasema mtoto wangu siku hizi ananikumbuka kama mama kama baba. Mse, sikutaitiwa huyo mtoto akichomwa. Sikutaitiwa mtoto akiwa anapigwa Mob Justice, ama utaitiwa mtoto akiwa ameuawa, ama utaitiwa mtoto akiwa hospitali, ama utaitiwa mtoto akiwa mbele ya mahakama anaenda kufungwa milele. Ndio utajua ulikuwa unakunywa damu za watu. Utajua hizo vitu ulikuwa unakula zilikuwa za wizi. So mapema elimisha mtoto wako na kaiwezekani mimi niko hapa pastor wa vijana. Niite pale tutashare neno, tutamueleza na atasikia kwa sababu Mungu ametupatia hiyo neema. Na tareform na ikifanyika hivyo tunajua Mungu atatubariki pamoja. Mimi roho ya mauaji iliondoka, roho ya wizi iliondoka, roho ya kuvuta madawa ilitoka. Sasa mimi nilibakia kiumbe kipya. Sasa unanga hiyo kiu kabisa. Sinanga na situmiangu. Unajua tu watu wananiangalianga wanaona pengine na kama mtu wa bangi. Mimi siwezi wa blame. Juu pengine zinaweza kuwa bangi za kitambo zinaibuka na zina manifest kwa macho because of moshi ya bangi moja ni miaka ngapi? 7. Moshimo mimi nimeivuta bangi ngapi? Sasa mimi kitoka bangi ilikuanga na roll naeka dawa naongeza. Hiyo sasa ni kama sigara kwangu bangi. Sasa niambie hizi zenye nilikuwa navuta pengine ni miaka 10 kwa moshi moja. Sasa pengine basi sijaisha, lakini mimi najua zilitoka kupitia jina la Yesu. Mimi najua. Na mimi nasikianga niko poa, nasikianga niko sawa kwa Yesu na nitazidi kutumikia huyo Yesu, unaona? Since wachana na crime mpaka sasa imekuwa a span of how long? Tuseme tu tunaweza kuwa na miaka kama 6 hapo. Miaka 6, nice. Miaka kama 6 hapo. So wase wenye wanaochi hii show yetu leo. Unaweza taka msaidiane aje nao kwa hii ministry yako ya mavijana? Mimi kitu ya kwanza mtu unaniwatch na unanisikiza pale. Kwanza nakutuma pale YouTube. Enda fika hapo. Search Mteule pastor wa vijana. Subscribe channel yangu. Mimi ni muimbaji. Naimba nyimbo za Injili. Utasikia nikiimba utaona kasi mimi. Lakini ni neema ya Mungu bana. Naimba nyimbo za Injili pale YouTube. Mteule pastor wa vijana. Kuja TikTok pastor wa vijana. Fuatilia one shughuli nafanya. Tukitoka hapo, mimi natamani sana tufungue ministry ya vijana.
wakati mwingine naweza kosa pia mafuta ya kwenda labda kuhubiria mavijana kila kona yenye ndaenda. Unanisupport hadi na mafuta ama nataka speaker kenye naweza enda hapo ni connect ni hubiri nako. Kweli. Kwanza tukitafuta namna. Na pia kama uko na uwanja ama uko pale unaweza semaje, mimi nataka kusupport hii ministry kuiamusha ama tunaweza fungulia kijana kanisa ya mavijana ministry. Manze nitafute namba yangu najua itakuwa hapa ama ndakusomea. Nitafute. Tupatie pia namba, nitafute. Uniambie nataka kufungua kanisa ama nataka kukusupport hapa na hapa ama pia kwa mafuta ya ndozi ukienda kuhubiri huko. Na vijana ukiendelea kukombolewa, pia wewe maisha yako iendelee kukombolewa na kwenda viwango zingine. Haijalishi uko wapi Kenya ama nje. Mungu tu atakubariki huko kwenye huko. Make sure ama vijana wenye tunaona ni wabaya wasiendelee kuuawa na kukufa na pia wasiendelee kuua wale wengine. Na kijana uko hapo wewe ni muuaji, unaua mpaka bibi yako uenda. Unatoka kwa nyumba unapata hujaachia bibi hata pesa. Wewe bibi atakuwa tu malaya na utamblame mwisho utaanza kusema unamuua. Manze kama uko na mabibi make sure mnagaramika, mnaacha doza za kukula na kila kitu. Na msichinje mabibi venye naona mnafanya kwa mitandao mnawamaliza. Watu wa reform na watu warudie Mungu sana. Yaani watu wa change. Yaani kama unaenda na njia mbaya, haijalishi ulianza ukiwa mwizi ama mbaya. Mwisho wako ndio Mungu anaangalia. Kubali kumaliza na Mungu, usikubali kumaliza na dunia. Kubali kumaliza na Mungu. So namba yangu itakuwa ni 0745 813128. So majina yanatanga Steven Nyongesa Ondwasi. Na Mungu atawabariki manze. Mungu atawabariki sana. Ndio hiyo sasa mtazamaji wa Mshefa TV mazee uko hapo, story imekubamba. Umesikia jamaa penye ametoka, amepiga crime miaka karibu yote, amereform sasa anahubiria mavijana wakamwa Christ. Au sio? Ingia kwa channel yake Mteule Pastor wa vijana. Subscribe for great shows anakuletea hapo hivyo na pia nyimbo zake zitakubariki. Au sio? Asanteni sana, tupatane kwa video next. Ciao.